Karibu Yesu mahali hapa, karibu Yesu mahali hapa. Karibu Yesu moyoni mwangu, 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 karibu Yesu moyoni mwangu. Yesu asifiwe. Ninakukaribisha, karibu katika wasaa huu kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Veronica Holela, ni mtumishi wa Mungu, mwalimu, na niko tayari kwa ajili ya kukufundisha siku ya leo neno la Mungu. Ninakukaribisha sana. Ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza, ujue kabisa hii ndio channel ambayo unatakiwa kusubscribe ili uweze kusikiliza neno la Mungu kila siku. Na unatakiwa kujifunza na kuelewa. Na leo tunaenda kujifunza neno zuri sana. Tunaenda kujifunza kwa habari ya Pasaka. Na unaweza kujiuliza kwa nini tujifunze Pasaka wakati Pasaka imepita? Kwa sababu watu wengi wamezoea katika dini kujifunza Pasaka siku ya sherehe ya kusherehekea Pasaka. Lakini leo ni neema ya Mungu tumeambiwa kujifunza Pasaka. Ukielewa Pasaka leo, basi mwakani utaisherehekea vile ipasavyo. Na utayaona matokeo ya kusherehekea Pasaka vile ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini tunajifunza Pasaka? Na Pasaka ni nini? Pasaka tunaiona kuanzia kwenye Agano la Kale. Ni siku ambayo Mungu aliichagua, na ilikuwa Mungu aliitenga maalum, na ilikuwa ni siku ya 18 ya mwezi. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza, siku ya 8 ya mwezi wa kwanza, ambayo Mungu alikuwa ameitenga kwa ajili ya jambo fulani. Kipindi kile ambapo wana wa Israeli, hebu tufungue kwanza kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako, ninajikabidhi mikononi mwako. Ninaomba neema yako ya sahihi na wakati huu ninapofundisha neno lako. Uniongoze, uniwe pamoja na mimi. Roho Mtakatifu tufundishe, tupe mafunuo mapya katika jina la Yesu. Amen. Amina. Karibu. Kama ni mara yako ya kwanza, ninakukaribisha uende ukabonyeze kitufe cha kusubscribe. Pia nenda kabonyeze like. Pia share na mtu mwingine. Unaposhare na mtu mwingine ni sawasawa na kupeleka injili kwa mtu mwingine. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi pamoja na mimi. Kwa hiyo share pamoja na mtu mwingine, lakini mueleze mtu mwingine kwa habari ya mafundisho haya. Nenda kafundishe mtu mwingine pale ambapo umejifunza, umeelewa. Na naamini leo utaelewa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza kwa habari ya Pasaka. Na tumesherehekea sana Pasaka toka tukiwa watoto. Na tumejifunza sana kuhusiana na Pasaka toka tukiwa watoto. Lakini hatujaelewa kwa undani kabisa ni kwa nini wanatuambia Pasaka ni hivyo tunavyosikia. Na pengine mwingine unapinga, unasema hapana, Pasaka sio hivyo wanavyosherehekea. Sasa tuangalie Pasaka ilikuwa nini katika Agano la Kale. Tukiangalia kwenye ile Agano la Kale, kuna kipindi ambacho Mungu alinena na Musa, akamwambia kwamba ninataka ukawatoe watoto wangu wa Israeli ambao wameingia katika ile nchi na wanatumikishwa sana. Kwa sababu Mungu alishaweka agano na Israeli. Israeli ni Yakobo. Mungu alishaweka agano na yeye ya kwamba nitakubariki na uzao wako nitaubariki. Na sio kwamba uzao wake utakuwa wakitumwa, hapana. Kwa hiyo walijikuta wanakaa katika hali ya utumwa kipindi kile. Kwa sababu kipindi kile unakumbuka Yusufu ndo alikuwa ni mtoto mmoja wapo wa Yakobo, na aliuzwa na ndugu zake akaelekea Misri. Kwa hiyo alipokuwa ameelekea kule Misri, uzao wake ukaongezeka, maana alikuwa na watoto, kuna Ephraim, Manase na watoto wake wengine. Kwa uzao ule ukaongezeka pamoja na kaka zake nao kwa sababu walikuja Misri kwa sababu ya ile njaa wakuta nchini kwao, wakaja Misri. Kwa hiyo wakajikuta wamekaa na wamezaa na wameenea kule Misri.
Kwa hiyo ikafika kipindi ambacho sasa Mungu akaona hawa wanateswa sana. Kaliangalia agano lake aliyofanya na mtumishi wake Yakobo kwa kumbariki. Kwa hiyo akataka awakomboe kutoka kwenye ile nchi ya utumwa. Kwa hiyo akanena na Musa ili aende akaongee na Farao. Huyu Farao ni cheo. Yaani kwa hiyo tukisema Farao ni kama tunasema rais. Kwa hiyo Farao sifikiri kwamba huyu Farao alikuwa kwa Yusufu bado alikuwa hajazeeka hajafa tu. Farao ni cheo. Kwa hiyo alikuwa ameenda kwa rais kwenda kuongea naye, kumueleza kwa habari ya kuwaondoa wana wa Israeli, kwamba Bwana Mungu wangu anasema kwamba wao wa Israeli wafanyaje niwaondoke. Lakini Farao alikuwa na moyo mgumu sana. Kwa hiyo Mungu akawa anajithibitisha kwamba yeye amemtuma, lakini Farao alikuwa hataki kuachia. Mpaka ikafika kipindi sasa, ikafika wakati Mungu akasema nitaleta pigo lingine. Maana alikuwa ameleta mapigo mengi, mapigo ya maji kugeuzwa damu, mapigo ya vyura, mapigo mengi sana. Kwa hiyo likaja pigo lingine ambalo lilikuwa ni pigo la mzaliwa wa kwanza. Hili ndio pigo naweza kusema ni pigo lililoleta mabadiliko. Na Mungu akifanya jambo huwa anakuwa na makusudi. Mungu aliweka moyo wa Farao uwe mgumu. Ni yeye ndiye aliyofanya moyo wa Farao uwe mgumu, ili aje kulileta hili pigo. Na hili pigo lije kufanya kitu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Mungu ambavyo anafanya kazi. Ndivyo Mungu unaweza ukaona kama kwa nini Mungu anafanya mambo haya kwangu, lakini kuna kitu anataka kukifanya kwa ajili yako. Ndio maana unaona situation mambo yanakuwa hivi, kwa sababu Mungu kuna kitu anataka kukifanya ambacho ni chema kwa ajili yako. Kwa hiyo akasema wazaliwa wa kwanza wote wa Misri. Kwa hiyo akazungumza na Musa akamwambia, "Embu ile siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, chukueni kondoo au mbuzi, mumchinje. Mkishamchinja, chukueni nyama yake, mle pamoja na mikate isiyotiwa chachu, mfanye sherehe. Baada hapo mle kwa haraka haraka." Kapa na instruction na namna ya kula na kila kitu. Lakini pia chukueni damu, muende mkaweke katika miimo ya milango, ili malaika atakapopita kupitisha ile hukumu kwa watoto wa Misri isiwapate nyinyi. Kwa kile kitendo cha ile damu ilivyowekwa kule kwenye miimo ya milango na malaika kupass over, yani Mungu mwenyewe alipass over, alimtuma malaika. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe alipass over, aliwapita. Kwa hiyo ile pass over ndio ilikuwa inaitwa Pasaka. Kwa hiyo na yule kondoo aliyechinjwa ndio alikuwa akiitwa Pasaka. Kwa hiyo yule kondoo au yule mbuzi au yule kondoo, yule mnyama aliyetumika akachinjwa, damu ikatoka na kile kitendo kizima, ile yote event ilikuwa ni Pasaka. Kwa hiyo ile ndio kwa tendo zima la Pasaka ambalo sasa walikuwa wanaendelea kulisherehekea. Ilisherehekewa mpaka kipindi cha Yesu, mpaka Yesu anazaliwa. Na Yesu pia alikuta Pasaka, kwa sababu Bwana Yesu alivyokuja alizaliwa katika dini aliyoikuta ya Kiyahudi. Alikuta dini ya Kiyahudi, alitoa mafundisho ambayo yalikuwa kwa sababu Yesu anasema mimi nimekuja kuitimiza Torati. Sijaja kuitengua Torati, kwamba nimekuja kuvunja Torati kwamba sio sahihi, hapana. Ila nimekuja kutimiza Torati pamoja na manabii. Ule unabii ambao ulikuwa umetolewa kipindi kile, mimi nimekuja kutimiza. Kwa kuja kwake tu Yesu tayari ni kutimia kwa unabii hata wa Isaya aliozungumza kwamba tazama anakuja nani huyu? Emmanuel, yani Mungu pamoja na sisi. Kwa hiyo huu wote hata kuzaliwa kwake ilikuwa ni timilifu. Hata yeye alipokuwa anaingia katika masinagogi na kufundisha, alikuwa akifungua gombo, akifungua masomo na akifundisha kwa habari ya Torati. Na alikuwa anafundisha kwa hekima kubwa sana, kwa sababu alikuwa anafundisha kwa mamlaka. Na alikuwa anafundisha wale walimu wanasema huyu ametoa wapi haya? Amesoma saa ngapi huyo mtoto wa seremala? Kila siku tunamuona tu yuko huku na watu yuko huku na amefundisha, amesoma wapi? Kwa hiyo alikuwa katika namna fulani ya wivu wale Mafarisayo na Masadukayo. Na alikuwa akiwafundisha sana kwenye yale masinagogi, mahekalu, akifundisha kwa habari ya Torati. Na alikuwa akitimiza yale ambayo pengine kulikuwa na mapungufu katika Torati, au tuseme ni mapungufu, au tuseme alikuwa tu anaelaborate zaidi. Tuseme alikuwa anaelaborate zaidi kwamba mmesikia wamewaambia hivi, lakini mimi nawaambia hivi. Sio kwamba alikuwa anafuta,
bali alikuwa anaendelea kuitimiza kile ambacho wanatakiwa wakifanye. Kwa kuna mambo mengi ambayo Bwana Yesu alikuwa ameyatimiza kwa habari ya siku, kwa habari sijui ya vyakula, sijui kwa habari ya nini. Vitu vyote ambavyo vilikuwa vimezungumzwa kwenye Agano la Kale vilikuwa vinaendelea kukaa katika utimilivu kwenye Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika ile Wakorinto wa kwanza 5:7, neno la Mungu linasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo baada ya kufa kwa Kristo sasa ndipo linakuja kutimia neno Pasaka. Nasema kuhusu kutimilifu sasa. Baada ya Kristo kufa ndio linakuja kutimia neno Pasaka. Maana Yesu ni mwanakondoo aliyechinjwa, ambapo damu yake imetoka kwa ajili ya ukombozi, kutukomboa sisi kutoka katika utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka iliyokuwa imetolewa ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi kwenye Agano la Kale wa wana wa Israeli, kuwakomboa kutoka katika ule utumwa. Ile nchi waliokuwa wana ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka ile Mungu wa Passover na kuwaokoa wasipatwe na ile adhabu, ili wapate kutolewa na kukombolewa kutoka katika ile nchi. Kumbuka Torati ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo yale mengi ambayo yalikuwa yanafanyika katika Torati yalikuwa katika hali fulani ya matendo. Lakini sasa tuko katika roho. Ndio maana tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hatumwabudu Mungu kwenye mlima, kwamba Mungu yuko hapa kwenye huu mlima. Sisi tunamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu popote tulipo na Kristo yupo. Tunamwabudu sehemu yoyote, tunaongea naye sehemu yoyote, tunamuomba sehemu yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna specific area kama walivyokuwa wakifanya zamani. Mfano zamani walikuwa wakifanya wakiwa na mahekalu. Mungu aliwapa instruction ya namna ya kufanya ibada. Aliwapa wanaambiwa wajenge hekalu, ni namna ya kujenga hekalu, namna ya kuweka hema ya kukutania. Kwamba kwenye hema hii ya kukutania mnachotakiwa kufanya ni hiki, ni 1, 2, 3. Lazima itolewe sadaka. Sadaka hii ni kwa ajili ya nini? Ya dhambi, ambayo ni dhabihu iliyokuwa inatolewa, ambayo ni damu. Kwa hiyo kuchinjwa na kutoka damu ilikuwa ni dhabihu kwa ajili ya msamaha wa dhambi, na ilikuwa inafanyika mara kwa mara. Lakini sasa hivi tuko kwenye Agano Jipya, ambayo damu ya Yesu ndio pekee imetolewa kama sacrifice. Na kuna watu wengi ambao wanachanganya, hata kwenye mitandao nasikia wanasema kwamba hakuna tena kutoa sadaka siku hizi, kwa sababu Yesu ameshajitoa kuwa sadaka. Hatuna tena madhabahu, kwa sababu sisi tunatembea kama madhabahu. Lakini ni fundisho ambalo pengine bado hawajafunuliwa zaidi, hawajalielewa zaidi. Ni kweli sisi ni madhabahu, ni kweli sisi ni hekalu, na ni kweli Kristo ametoa sadaka kwa ajili yetu. Lakini damu yake ambayo ilimwagika, ambayo ni dhabihu, yeye mwenyewe amejitoa dhabihu, kulikuwa kwa sababu gani? Ilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu ilimwagika kwa sababu ya ondoleo la dhambi, ili sisi tuwe na uhusiano mzuri wa Mungu constantly. Sio ile ambayo kwamba damu inamwagika ya kondoo, sasa hivi tunakuwa watakatifu kwa muda wa siku moja, kesho basi tena mpaka kondoo mwingine tena, mpaka tumsubiri huyu kuhani akae akajitekase mwaka mzima, sisi tuendelee madhambi baada ya mwaka ndio tuingie damu imwagike, nani huyu kuhani aingie kwenye hema patakatifu. Lakini sasa hivi kwa sababu ya damu ya Yesu tunaingia patakatifu, tunaruhusiwa pale tulipo ambapo tumeshajitakasa. Kwa sababu tunaingia, kwa sababu kila wakati tunatakiwa kuwa katika kuenenda katika utakatifu, ili tuwe na mahusiano ya karibu na Mungu kila wakati. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo sisi ndio ni mahekalu. Kristo anaishi ndani yetu. Na hiyo ndio dhabihu ambayo imetolewa. Na imetolewa mara moja tu. Lakini bado kuna sadaka ambazo Yesu alifundisha. Alifundisha kwa habari ya zaka. Alifundisha kwa habari ya namna ya utoaji sadaka. Na jinsi ambavyo tunatakiwa kutoa sadaka. Kwenye zaka Bwana Yesu alifundisha. Akasema msitilie sana mkazo kwenye zaka. Kwa sababu mimi ninachokipenda, ninachokitaka kutoka kwenu ni mioyo yenu iliyotubu. Nataka sana rehema, nataka sana adili, nataka sana mwenende katika mwenendo mwema. Nataka sana mwe watu wa kutubu. Nataka sana hiyo hali, nataka sana kusameheana, nataka sana mpendane. Kwa Mungu anataka sana hayo yaliyo katika roho kuliko yale ambayo yanatuletea sisi faida. Utoaji wa fungu ya 10, utoaji wa sadaka vinatuletea sisi faida. Kwamba tunapomtolea Mungu tunapata baraka. Lakini Mungu anataka sana, lengo zima la msalaba lilikuwa Bwana Yesu amekufa msalabani ili tupate ukombozi wa dhambi. Tutoke katika utumwa wa dhambi. Na kwamba tuwe na mahusiano mazuri na Mungu. Na kwamba tuje kuingia mbinguni. Kwa sababu anatamani tuende tukaishi naye katika yale maisha mapya. Na yale makao ambayo anatuandalia. Ambayo hayo makao anasema this is the place of rest. Hii ndio Torati. No, sio Torati. Sabato. Anasema hii ndio Sabato. Mungu alipumzika siku ya 7 na kuita Sabato. Na Kristo anaandaa Sabato. Hiyo tutaifundisha zaidi kwa sababu kuna somo lingine anaendelea kulifundisha. Sitaki kuingia sana huko. Kwa hiyo anasema anataka zaidi hayo ambayo the main point ni sisi tuingie wapi? Mbinguni. Kwa hiyo anasema sijawakataza hayo, msiache kutoa sadaka, msiache kutoa zaka. Lakini kuna matters ambazo ziko more weight, zina more weight, the weight ya matters, yani they have more weight, zina uzito zaidi kuliko utoaji wa zaka. Kwa hiyo msiconcentrate sana kwenye utoaji wa zaka, mkaacha haya ambayo yana uzito zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Utoaji wa zaka Yesu ni mzuri, lakini msiconcentrate sana kwenye huo utoaji, ila concentrate zaidi sana kwenye hiki. Kwa nini mimi nimekuja? Kwa hiyo hakukataza utoaji wa zaka, lakini pia hakuweka condition kwenye zaka kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Lakini sio hivyo tu, hakuweka condition na wala hakukuwa na condition ya namna ya utoaji na nani mtamtolea sadaka. Ila Paulo anakuja kusema kwa habari ya zaka ziende kwa nani. Paulo anakuja anasema kwamba zaka tunataka kwenda kupeleka kwa nani? Kwa kuhani mkuu. Kama vile Ibrahim alipopeleka zaka kwa Melkizedeki ambaye ni kuhani mkuu, sisi nasi tunatakiwa kupeleka sadaka zetu kwa kuhani mkuu. Sasa kuhani mkuu ni nani? Kuhani mkuu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo zaka yoyote unayoitoa unatakiwa kuipeleka kwa kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Zaka yako haiendi kwa yatima, zaka yako haiendi kwa wajane, zaka yako haiendi kwa mchungaji. Zaka yako inaenda kwa kuhani mkuu ambaye yeye atakupa maelekezo ya wewe upeleke wapi hiyo zaka yako. Kwa hiyo Mungu anaweza akakupa maelekezo ya zaka yako kuipeleka kwa nabii. Mungu anaweza akapeleka zaka yako kuipeleka kwa mhubiri. Mungu anaweza akakupa maelekezo ya zaka yako kwenda kuipeleka kwa yatima. Hayo ni maelekezo tu, lakini sio formula. Sio formula ya kwamba kila mwezi zaka yako inaenda kwa yatima. Sio kwamba ni dhambi, kwamba yani ukishapeleka kwa yatima una dhambi. Sio kwamba ukitoa kanisani ni dhambi. Lakini utoaji sahihi ndio nauongelea mimi. Utoaji sahihi ni kumtolea zaka Yesu Kristo. Na kusema Bwana Yesu, mimi hii ndio zaka yangu. Ninaomba niongoze. Hii niipeleke wapi? Zaka hii niipeleke wapi? Na Mungu atakuongoza ni wapi.
Anaweza akakuongoza uipeleke kwa mchungaji wako direct, wala sio kwenye kikapu, direct. Anaweza akakuongoza upeleke kwa mtu fulani direct. Hivyo ni roho Mungu ameamua kukuongoza. Au ndani mwako kasikia kwamba Mungu anakuongoza uipeleke kanisani. Kwa hiyo mwezi mzima kwa unaipeleka zaka yako kanisani. Hivyo ni roho Mungu. Hiyo ni vitu ambavyo huwezi kufundishwa na mchungaji wako. Mimi nakwambia. Hivyo ni vitu ambavyo huwezi kufundishwa na mchungaji wako. Lakini ninakueleza. Ndio namna ambayo unaweza kaangalia kibiblia. Kwenye Agano Jipya tunapeleka zaka kwa kuhani mkuu, ambayo kuhani mkuu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji tunawapeleka, mchungaji ni karama pia. Ni karama ambazo Mungu anasema kuna wengine wameitwa kuwa wachungaji, wengine manabii, wengine. Kwa hizo ni ofisi mbalimbali ambazo hawa wote ni makuhani. Nabii ni kuhani, mwalimu ni kuhani, mchungaji ni kuhani, na wewe pia ni kuhani. Kwa sababu wote tumepewa ukuhani wa kifalme, ili mradi umempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umekuwa kuhani. Na unaweza kuwa kuhani katika familia yako, ukawa kuhani kwenye ofisi yako, ukawa kuhani, yani wewe ni kuhani tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inapokuwa kwenye mhubiri, mchungaji, ni vitu viwili tofauti. Huyu mchungaji, huyu mhubiri, huyu anayekuhubiria neno, huyu anayekufundisha, huyu anayekuhubiria Kristo, ukimpa sadaka ina ahadi. Unaelewa? Ina ahadi. Kristo hakusema kwa habari ya zaka. Lakini kuna ahadi unapokuwa umempa huyu anayelipeleka injili. Na ahadi hiyo ni baraka. Mtu huyu atatamka neno la baraka na hiyo baraka itakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu huyu utakapokuwa umemkataa, utakapokuwa umemnena vibaya, utakapokuwa umemuudhi, akitamka neno pia baya litakupata. Sio kama unanielewa? Ukienda kusoma kwenye ile Mathayo na namna anavyoeleza wanafunzi wake wafanye nini. Na akawaambia mtu yote akiwapa hata kikombe tu cha maji, atafanya nini? Kwa hiyo kuna baraka. Lakini pia huyu mtumishi anakula madhabahuni. Neno la Mungu linasema, nitakuwa napitisha hiyo mistari utaiona. Neno la Mungu linasema huyu anatakiwa kula madhabahuni. Huyu ambaye ni mhubiri anatakiwa kula wapi? Vilivyotoka madhabahuni. Ni haki yake. Kwa hiyo unapompelekea mchungaji unapeleka sadaka. Na hiyo sadaka inakuwa na baraka. Kwa hiyo unapotoa na kumpa mchungaji unasema hiki ni cha kwako. Au mhubiri na kumpelekea na kumwambia hiki ni cha kwako, nimetoa kama sadaka. Kuna baraka inaambatana. Na watu wengine wanaweza mkalishuhudia kwa habari ya hiki. Roho wa Mungu akakuongoza ukampe mtu fulani ambaye ni mhubiri, ni mtumishi wa Mungu. Ukashangaa kuna mambo fulani yamefunguka, au ukashangaa umepata pesa fulani, au ukashangaa umepona, au ukashangaa chochote kile Mungu amekufanyia kwa sababu umefanya kwa mtumishi wake. Unanielewa? Kwa hiyo utoaji wa sadaka una ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si kwamba usipotoa sadaka hautaenda mbinguni, hapana. Ila kuna faida. Utoaji sadaka una nini? Una faida. Unapotoa sadaka una faida. Unaondoa umasikini kwenye maisha yako kwenye utoaji wa sadaka. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya ukombozi. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya rehema. Haleluya. Kwa hiyo huyu anatakiwa kula madhabahuni. Sasa anakuja kwenye madhabahu. Kumekuwa na debates za madhabahu ya kwamba madhabahu iko moyoni mwako na madhabahu haiko kanisani. Madhabahu ni kweli, wewe ni madhabahu. Unatembea kama madhabahu. Mimi mwenyewe hapa natembea kama madhabahu. Inamaanisha kwamba unaweza
ukatoa sadaka, ukawa umetoa kwenye madhabahu. Hapo umenielewa? Yaani unapotoa sadaka ukanipa mimi, umetoa tayari kwenye madhabahu. Sio kama tunaelewana. Wewe mwenyewe pia ni madhabahu. Kwa hiyo umeshaandaa eneo na nafasi ya kupeleka ibada kwa Mungu. Kwa hiyo wakati wote unatakiwa kumwabudu Mungu, kwa sababu wewe ni hekalu lake, yeye anaishi ndani yako. Wewe umo ndani yako, kuna madhabahu ambayo unatakiwa kumwabudu na kumsifu Mungu. Na ipo sadaka iliyochinjwa. Ipo sadaka iko dhabihu ambayo imetolewa kwa ajili yako, ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na kwenye madhabahu tunapeleka dhabihu. Lakini kuna madhabahu ambayo naiongelea, ambayo pia imeongelewa kwenye kitabu cha Mathayo, ya kwamba huyu mtumishi anakula madhabahuni. Sasa anakula madhabahuni wapi? Ni katika ile eneo ambalo anafundisha, mahali pale anapohubiri, anatakiwa apate kula. Kwa hiyo anapokuwa anapewa pale madhabahuni, wewe unapokea baraka. Kwa hiyo madhabahu, mfano kama kuna kanisa, ile yote ni madhabahu. Ile hiyo panda juu pale sio peke yake, ile inapanda juu ili mtumishi akija akisimama tumuone. Watu wakisimama wanatoa matangazo tuwaone, ndio maana inapandishwa juu kidogo. Lakini mtumishi anaweza kazunguka hata kanisa zima. Mtumishi ambaye hajafungwa na sheria anazunguka katika kanisa zima, kwa sababu yote ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukampa hata sadaka yako akiwa anapita. Sio kwamba ukapeleke kule ambapo tumeshaanza kupaita madhabahuni. Ni mazoea. Lakini madhabahu ni kanisa zima. Popote pale unapokuwa umepiga magoti, Mungu anakusikia. Hata kama uko nyuma kabisa umekaa, Mungu anaenda kukugusa. Kwa sababu uko kwenye uwepo wa ile madhabahu ambapo mnaabudu. Sio kama naeleweka. Kwa hiyo madhabahu yaweza kuwa physical, lakini yaweza kuwa ni wewe. Na sadaka unapoitoa madhabahuni, tunasema una maana unaitoa kwenye lile eneo pale. Kwa hiyo hata kama unaitoa ukiwa nyuma, bado uko madhabahuni. Ukitoa huko mbele, ni wewe tu imani yako, kwamba labda nikitoa kule mbele zaidi ndio kuna uwepo zaidi. Lakini kote kuna uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kanisa lote au sehemu tunayokaa na kumwabudu, au pale nyumbani kwako ambapo umepatenga kwamba itakuwa ni sehemu yangu ya kukutana na Mungu, ya kumwabudu Mungu, ya kukutana na Mungu, hiyo ni madhabahu umeitenga. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza ukaweka kwenye madhabahu yako na ukawa unatoa sadaka. Baadaye ukawa unatoa sadaka, na baadaye ukamuuliza Mungu, nipeleke wapi au nifanyie nini? Unaelewa? Kwa hiyo unaweza ukawa na madhabahu na ukaweka madhabahu na ukawa sehemu yako maalum ya kuabudu. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo madhabahu yaweza kawa ndani mwako, madhabahu unaweza kawa kwa namna hiyo, na kuna madhabahu mbinguni. Ndio maana sasa nasema Torati ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo yale yote ambayo alikuwa yakiyafundisha Mungu ni yale ambayo yana muendelezo wa yajayo. Alifundisha kwa habari ya madhabahu, alifundisha kwa habari ya ibada, alifundisha kwa habari ya dhabihu, mwanadamu akatolewa kama mfano. Na bado tunaona kwenye kitabu cha Ufunuo, mbinguni kuna huo uhalisia wa hiki ambacho Mungu anaendelea kukifundisha kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya, mpaka siku Kristo atakaporudi. Kwa hiyo kuna hivi ninavyofundisha kuhusiana na ibada, vinaanzia kwenye Torati, vinakuja kwenye Agano Jipya. Sisi wenyewe tunaendelea kuishi katika hiyo ibada, na tukitoka hapo tena atakaporudi Kristo tutaendelea kwenda katika ibada mbinguni.
na kule mbinguni tutamwabudu na kumsifu Mungu vile vile tunavyosifu na kuabudu vile vile tulivyoelekezwa, ambavyo sasa hivi tunamwabudu katika roho na kweli, ndivyo tutaenda kumwabudu huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Torati ni kivuli cha mambo yajayo, na ndio maana yakaja yakatimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaelezea mambo ya utoaji sadaka, namna ya mtu ambavyo anaweza kutoa sadaka, akaelezea moyo wa mtu unatakiwa kutoa, akaelezea kuhusu mfano wa yule mama yule ambaye ni mjane, jinsi alivyoenda kutoa kidogo, lakini kulikuwa ndio senti yake ya mwisho, na akasema huo ndio utoaji sahihi. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambapo alikuwa akifundisha namna ya utoaji wa sadaka. Kwa hiyo si kwamba sadaka hakuna kutoa tena, sadaka bado tunazitoa, lakini amefundisha namna, na hakuzungumzia kwa habari ya zile sadaka ambazo zilikuwa ziko categorized kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano la Kale kulikuwa na sadaka si za amani, sadaka si za nini, sadaka si za nini, lakini kila kitu kutukija kwenye Agano Jipya, package yote ile kabeba Kristo. Sadaka si ya amani, sadaka si kitu gani, Kristo kabeba. Damu yake Yesu imebeba vyote. Ukimpata yeye umepata hivyo vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inabaki hizi sadaka ambazo Kristo anaendelea kuziongelea, ambazo hizo ni za kwa ajili ya masaidiano. Alafu hufungwi kwenye sadaka, bali unapotoa ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mungu anataka zaidi utafute ufalme, Mungu anataka zaidi umtafute yeye. Lakini unapoanza kutaka formula hizi za kimungu, unataka kufanikiwa, lazima utoe sadaka. Lazima. Yaani unataka mafanikio, yaani lazima utoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kufanikisha kitu fulani, lazima ukamilishe na sadaka. Na Mungu anaweza akakuelekeza kwamba unatakiwa kutoa sadaka, na kuna nguvu kubwa sana katika utoaji wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo alikuwa akifundisha kwa habari ya mambo hayo ya rohoni. Kwa hiyo kwenye habari hata ya Pasaka, tunaposoma kwenye hii wa Korinto wa kwanza 5:7, ambayo inasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo Kristo yeye alishatolewa kuwa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alishatolewa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Na hata nani hawa wanaitwa wanafunzi wa Yesu bado walikuwa wakiendelea kutoa sadaka. Bado walikuwa wakifanya machangizo na masaidiano. Hiyo yote ni sadaka. Hiyo ndio maana ya sadaka. Utoaji maana ya sadaka. Na mpaka leo Mungu anaitaka hiyo sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema basi tufanye karamu. Kwa hiyo kule mwanzoni walivyokuwa wanakula ile walikuwa wanakula chachu. Sasa hivi anasema hiyo chachu yenu ni nini? Ni weupe wa moyo na kweli. Kwamba nataka sana utakatifu, anataka mwenende katika kweli yake, yani katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndo namna ya Pasaka. Kwa hiyo Pasaka ni ile tendo zima kwenye Agano Jipya, ni tendo zima la Bwana Yesu kumwaga damu pale msalabani. Kwa siku ya Ijumaa ni siku ya muhimu sana, ile Ijumaa Kuu, ambapo sisi kama Wakristo tuliamua kujitengenezea siku, wala sio Biblia, sio kibiblia kwamba siku fulani mnatakiwa kusherehekea iwe siku maalum. Hakukuwa na hiyo sheria tena katika Kristo. Ila tukajitengenezea wenyewe kwamba tuweke patano. Siku fulani ni patano letu sisi wote, itakuwa siku ya kusherehekea Pasaka. Kwa hiyo siku ile ambayo tumeitenga tunasema hii ni Ijumaa Kuu. Kristo alikufa msalabani. Hiyo ni siku ya kusherehekea sana, sio siku ya huzuni. Sio siku ya huzuni kwa Mkristo, bali ni siku ya huzuni sana kwa Shetani. Kwa Mkristo Pasaka na siku ya Ijumaa Kuu sio siku ya huzuni. Sio siku ya kuvaa magunia, sio siku ya kuvaa magauni meusi. Ila ni siku ya kusherehekea, ni siku ya kufurahia. Na unapofurahia, unafurahia kwa kumsifu Mungu. Unafurahia kwa kumshukuru Mungu. Unafurahi kwa kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
tunamwabudu Mungu, tunamsifu Mungu siku ya Ijumaa kwa furaha na shangwe, tukiishangilia lile tendo la msalaba. Sio siku ya huzuni. Hiyo ni siku ya huzuni kwa shetani ese. Kwa hiyo unapokuwa na siku ya huzuni kwa mapepo wote, siku ya huzuni kwa wachawi. Unanielewa? Lakini hiyo inatakiwa iwe siku yako ya furaha kwa wewe ambaye umempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni siku ya furaha kubwa sana. Kwa hiyo siku yoyote ile ya Ijumaa Kuu, kama hawasherekei kanisani kwako, embu kaa wewe mwenyewe usherekee hiyo siku. Usherekee kwa kusifu, usherekee kwa kuabudu, afu kwa kula siku. Unaweza kula vizuri pia, kwa sababu unapokula vizuri ni siku ambayo umefurahi, si ndio? Ni siku ambayo umefurahi kwa sababu ni siku ambayo umefurahi. Kwa hiyo unaweza kula na wenzako, Ijumaa Kuu kala pilau. Ijumaa Kuu ukachinja mbuzi ukala. Ijumaa Kuu kala kitimoto. Wale wa dini wananishangaa sana. Weka dini pembeni, afu chukua Biblia. Furahia siku yako ya Ijumaa Kuu. Najua kuna watu ambao wameshakatazwa kula nyama siku ya Ijumaa Kuu labda kwa sababu unaonekana kama umefurahi sana kufa kwa Yesu. Ni furaha kwa sababu ni siku ambayo tumekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni siku yetu ya furaha. Ndio ilikuwa ni siku ya huzuni kipindi kicho. Mariamu, mama wa Yesu, Magdalena, wanafunzi wote wa Yesu walihuzunika. Hata alipokufa walihuzunika. Lakini baada yake wakaja kumuona Kristo tena. Ilikuwa ni furaha. Kwa hiyo hatukumbuki kwamba hii siku ilikuwa huzuni tuhuzunike. Kesho ilikuwa furaha tufurahie. Kristo amefufuka bado. Sisi tunakumbuka tu. Sisi bado tuko kwenye furaha. Sasa kwa sababu tumeshajua tendo la msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu, lazima tuanze kuisherekea kwamba ni nguvu ya Mungu. Kipindi kile walipoona Bwana wao amekufa, hawakujua kwamba atafufuka. Hawakujua kwamba lile tendo lilikuwa ni nguvu ya Mungu. Hawakujua kwamba kwa tendo lile imekwisha. Hawakujua kwamba tendo lile ni ukombozi. Bali walijua kwamba Bwana wao amekufa. Na hivyo walikuwa wana huzuni. Lakini sasa hivi tumejua ya kwamba tendo lile ni ukombozi. Tendo lile ni ukombozi. Tendo lile ni msamaha wa dhambi. Kwa tendo lile sisi tumepona. Kwa tendo lile sisi tumesamehewa dhambi. Kwa tendo lile tumepata neema ya wokovu. Kwa hiyo ni furaha kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni siku ya furaha na shangwe. Na ni siku ya huzuni kwa sababu ndio siku ambayo huyo adui alienda kunyang'anywa funguo za mamlaka. Na sisi ni siku yetu ya furaha kwa sababu ndio tulipewa mamlaka. Haleluya. Kwa hiyo ni siku ya furaha kwa sababu tulipewa hiyo mamlaka. Haleluya. Kwa hiyo siku ile ya Passover ambayo ndio kuchinjwa kwake Kristo, Pasaka wa kweli, ndio siku ambayo tunatakiwa kusherehekea kutoka siku zote. Na kukumbuka kufufuka kwake ni siku tunayotakiwa kukumbuka kufurahia. Maana ndio alienda kwenye rest sasa. Kwenye nitaifundisha hiyo baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ndiye Pasaka na dhabihu iliyokuu zaidi. Na hivyo tunatakiwa kumsherehekea kwa sababu ndio dhabihu iliyokuu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa kuisherehekea Pasaka. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nilikuwa nataka kueleza nini maana ya Pasaka. Pasaka sio mayai. Pasaka sio Easter bunnies. Wanaita Easter. I hope Easter ndio Pasaka, sijui. Lakini napenda sana neno la Kiswahili kwa sababu ni Pasaka na linaendana na neno la Kigiriki. Ni Kigiriki au Kiebrania Pasak ambao ni Passover. Asielewe zaidi kuhusu Easter. Sasa sijui Easter ndio Kiingereza cha Pasaka. Kama ni Kiingereza cha Pasaka is well and okay. Lakini kama Easter ni another festival, basi hiyo sio sherehe ya wewe kama Mkristo kusherehekea. Kwa sababu pia wapagani nao walipenyeza cha kwao.
Kumbuka, wakapenyeza cha kwao kuivuruga hii siku. Wao washerekee mayai na uzao wa sungura. Lakini Kristo hata kwenye kadi zako zote ziwe na misalaba, kwa sababu ndio maana halisi ya Pasaka. Maana halisi ya Pasaka sio mayai wala sio Easter bunnies. Don't you ask yourself, Easter bunnies zinatoka wapi? Maana halisi ya Pasaka ni nini? Ni tendo zima la msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Passover, ni ukombozi. Ni siku ya ukombozi. Sasa kwa sababu sisi tumeshajitengea siku yetu maalum, kama tumejitengea siku maalum, na Mungu naye ameruhusu kwamba, kwa sababu Mungu anasema mkipatana kuna nguvu, mimi nitafanya kitu. Kwa hiyo kama ni siku ambayo ni siku yetu ya patano, ni siku ambayo ina nguvu sana unapokwenda mbele za Mungu na kumwabudu. Ni siku ambayo ina nguvu sana mkikaa nyinyi kwa umoja kama kanisa, mkawa siku yenu ya kusifu na kuabudu. Ina nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa ni siku ya ukumbusho wenu wa meza ya Bwana. Siku ile ya Pasaka ina nguvu sana. Siku ile ya Ijumaa Kuu, yani ikawa ndo siku yenu ya kula na kuumega mkate kwa pamoja. Ina nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni siku ambayo tumeitenga na Mungu ameibariki kwamba tumeamua kuitenga siku yetu ya kalenda ni hii. Sisi wote ambao tunamfuata Yesu, tunamfuata Kristo, tutatenga siku maalum ya kukumbuka. Sio kwamba siku zingine zote sio siku za kusherekea. Siku zote ni za kusherekea tendo zima la msalaba alilotenda Yesu. Lakini siku hii tumesema tunaiweka inakuwa tu maalum. Basi Mungu naye amegongea muhuri hiyo yenu maalum. Kwa hiyo tunapoifanya kwa umoja kila mahali, Mungu anapokea zile ibada. Mungu anapokea ile sifa. Ingawa sasa huku adui naye anaipinga kwa kuhakikisha kwamba hii siku inakuwa ni siku chafu sana, siku ambayo watu wanafanya uzinzi sana, siku ambayo watu wanakunywa pombe sana, watu wa duniani. Ili na yeye ajiridhishe huko kwamba at least hata na mimi huku naabudiwa, hata mimi nasherehekea. Kwa hiyo ukumbuke kabisa, unapokuwa Pasaka unaisherehekea kwa nasa, kwa uzinzi, kwa dhambi za kila namna, wewe unasherehekea sikukuu ya wapagani. Au isherehekea sikukuu ya Pasaka, bali unaisherehekea sikukuu ya wapagani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kuisherehekea sikukuu hii ambayo tumejitengea sisi. Unaona, mtu anaweza kauliza, mna uhakika gani Yesu alikufa siku hii, alikufa siku hii, alikufa siku hii? Tumeamua kujitengea hiyo siku yetu. Is there a problem? Tumeamua tutenge kwamba iwe siku fulani, iwe siku fulani. Inawezekana kuweza kuipata kalenda maalum ya siku ambayo alikufa Kristo pale msalabani. Kwa hiyo hatu celebrate Passover hii hapa ambayo ilikuwa ni siku ya mwezi wa kwanza, siku ya 18. Hii ni siku ya Jewish ambayo mpaka sasa hivi hawa Wayahudi wanaendelea kusherehekea, kwa sababu bado hawaamini kama Masihi amekuja. Kwa hiyo wao bado wanaendelea kusherehekea Pasaka hii ya mwezi wa ambao walikuwa wameambiwa kwenye Torati, kwa sababu bado Wayahudi wako kwenye Torati mpaka leo. Bado wanaenda kwenye mahekalu mpaka leo. Bado wanaendelea kumwabudu Mungu katika sheria. Wanamwabudu katika sehemu fulani, kama ni ukuta, wana ukuta wao, ndio sehemu wanaenda ukutani wanaabudu. Sijui kwenye mlima, yani utaita ule ukuta ndio wanang'ang'aniana, wanapigana vita kwa sababu tu ule ukuta. Kwamba huu kwetu ndio tunamwabudu Mungu wetu yuko hapa. Na sio wanzao na sisi Mungu wetu yuko hapa. Kwa hiyo bado wana ile imani ya kwenye Torati. Lakini sasa hivi tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunamwabudu katika roho na kweli. Na Pasaka yetu ni kama nilivyosema, ni ile tunamsherehekea Pasaka wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alichinjwa msalabani. Kwa hiyo tunaikumbuka ile siku. Tumeamua kwamba tuikumbuke ile siku ya kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu, kwa sababu yeye ndiye Pasaka. Kwa hiyo tutafute hiyo siku. Ndio inatafuta hiyo siku kwa namna wanavyopiga mahesabu yao kwenye kalenda, inakuwa siku hiyo.
Kwa kama tumejitengea hiyo siku, basi tumeamua kujitenga. Kama vile ambavyo iliamua tuitenge Jumamosi na Jumapili kama siku zetu za mapumziko. Kwa hiyo waliamua tutenge Jumamosi na Jumapili ziwe siku zetu za mapumziko. Kwa hiyo kama siku zetu za mapumziko zimetengwa Jumamosi na Jumapili, hizi ndio siku nzuri za sisi kufanya nini? Kukutana. Kama walivyofanya wanafunzi wa Yesu. Walikutana kuumega mkate, kushare neno la Mungu, kumwabudu na kumsifu Mungu ni kila siku jamani. Lakini katika makutano Yesu alisema sana kwa habari ya umoja, kwamba tuwe na umoja, na ndio tunaweza tukaujenga mwili wa Kristo. Kwa sababu katika ule umoja tunapokutana katika lile kundi, ndio tunakutana watu wenye karama mbalimbali ambazo hizo ndio zinajenga mwili wa Kristo. Ukiwa peke yako, wewe mwenyewe una karama yako moja tu, si ndio? Umekaa na maabudu Mungu sawa kwa imani kwako, una karama yako moja. Lakini unapokuwa na wengine kwenye lile kundi, kuna mtu ana karama ya unabii, kuna mtu ana karama ya masaidiano, kuna mtu ana karama ya utoaji, kuna mtu ana karama yani kufanya kama counseling, yani mtu ambaye ana huruma sana, mtu ambaye ana siwezi ya kuinani. Lakini kuna mtu ana karama hiyo. Kuna mtu ana karama ya matendo ya miujiza. Kuna mtu ana karama ya kufanya deliverance. Kuna mtu ana karama ya kunena kwa lugha. Kuna mtu ana karama ya kutafsiri. Kwa hiyo tunapokutana kwa namna ile, tunajengana. Tunaujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo ndio ikatengwa siku maalum ambayo na Mungu ameikubali kwamba tumeamua kuitenga. Na maana kila kona ikifika Jumapili kuna watu wanamuinulia Mungu sifa, wanamuinulia Mungu ibada, ikiwa imefika siku ya Jumapili. Although Jumapili sio siku maalum ya ibada. Siku zote kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ni siku ya ibada. Ni siku ya kumsherehekea huyu Yesu. Ni siku ya kumwabudu Mungu. Mahali popote, wakati wowote, muda wowote, siku yoyote. Jumapili tumejitenga kwamba lazima tuwe katika namna moja, kukaa pamoja kuumega mkate. Na tunapokaa pamoja kuumega mkate, kushare neno, pia tunamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anasema walipo wawili watatu mimi niko pamoja nao. Kwa hiyo tunapojikusanya na tunasema na Mungu yuko pamoja na sisi hapa. Ndio inakuwa siku hiyo ambayo tumekusanyika kwa ajili ya kuabudu jina la Bwana. Kwa ajili ya kwa hiyo ni siku ambayo hata wanafunzi wa Yesu walikutana. Siku ile ilikuwa siku ya, neno linasema ni siku ya kwanza ya juma, ambayo ilikuwa ni Jumapili. Walikutana kwa ajili ya kuumega mkate, kwa ajili ya kushare neno. Na walikuwa wanaendelea kukutana. Ukiangalia kwenye barua za Paulo alizokuwa anawaandikia Wakorinto, Wagalatia, alikuwa anawaandikia wakiwa kwenye maeneo yao ya kukutania, sio kwenye masinagogi. Ukiangalia vitabu vyote kuanzia Warumi sio kwamba walikuwa wanakutana kwenye masinagogi fulani. Wanakutana nyumbani kwa mtu, wanamwabudu Mungu, wanamega mkate, wanashare neno, wanafundishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo nilikuwa nataka nikufungue ufahamu wako, akili yako, upate kuelewa nini maana ya Pasaka, na upate kukua mtu wa kuwa rohoni. Na ili uweze kukua kiroho, usienende katika mwili, usienende kulingana na dini ambayo umezaliwa, bali mfuate Kristo, bali mfuate Yesu na kulielewa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini utakuwa umelielewa neno la Mungu, naamini utakuwa umepata kitu na Mungu amezungumza na wewe. Sasa ningependa kusema na wewe ambaye unataka kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu unapompokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Pasaka yako inakuwa na maana. Unapokuwa unasherehekea huyu Yesu, unakuwa na maana. Kwa hiyo wewe unataka kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza sema sala yako mwenyewe kutoka moyoni, ukatubu kweli na kumkubali na kumkiri Yesu. Lakini kama hujui namna ya kusali, naomba useme maneno haya.
Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote, nikimaanisha kuziacha. Ninaomba unisamehe, unioshe dhambi zangu. Futa jina langu kwenye kile kitabu cha hukumu. Ninaomba Bwana, uniongoze. Ninaamini ya kwamba wewe ulikuja duniani kama mwana wa Mungu atokaye kwa Baba, ukafa msalabani, siku ya 3 ukafufuka, na sasa uko hai. Ninaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ninaamini wewe ni Mungu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu aingie ndani mwangu, aujaze moyo wangu, anijaze nguvu zake. Dhambi isinishinde, majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu Kristo. Hongera sana, umeokoka. Na kushauri usome Biblia. Hii ndiyo katiba yako. Ni lazima uwe unakaa na kusoma Biblia. Anza kusoma kuanzia kitabu kile cha Mathayo. Kisome au Roho wa Mungu atakavyokuongoza. Mimi nilivyookokaga tu, ni Roho wa Mungu akawa ananiongoza kusoma hivi vitabu vya Waefeso na Wafilipi. Nilikuwa navisoma sana. Na Roho Mtakatifu akawa anazungumza na mimi kwa habari ya hivyo vitabu. Kwa hiyo wewe, Roho wa Mungu atakachokuongoza, soma. Na utashangaa Mungu anakufundisha. Mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba unifundishe neno lako. Mungu anaweza kukaa kufundisha, au atakatuma malaika zake wakawa wanakufundisha wewe neno la Mungu. Kwa hiyo soma neno la Mungu, jifunze neno la Mungu, lakini pia naendelea kukualika kuendelea kukaa kwenye channel hii kujifunza neno. Na pia kuna grupu ambalo la kujifunza neno la Mungu. Ukitaka kuingia kwenye hilo grupu utaniambia, na kuna grupu la maombi ya usiku wa manane. Kwa kama unataka kuingia kwenye grupu la maombi ya usiku wa manane, yani kuomba, sio kuombewa. Sasa unaingia kwenye grupu alafu una mute, ukitegemea kwamba wale wanaoamka usiku wa manane wanakuombea wewe ukiwa na koroma. Hilo ni maombi ya usiku wa manane. Kama unaingia kwenye grupu unatakiwa kuomba, sio kusubiria kupigwa. Kwa sababu wenzako watakuwa wanaomba vita na kuja kwako wewe ambaye umelala. Kwa hiyo unatakiwa kuomba ukiingia kwenye hilo grupu la maombi ya usiku wa manane. Ukitaka kuingia kwenye grupu la maombi utaniandikia message kupitia 0789818270. Na pia ukitaka kutoa sadaka yako pia utanitumia kwenye hiyo namba. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana na kupenda. Shalom, shalom. Moyoni mwangu, karibu Yesu. 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 Moyoni mwangu.
unifurahisha moyoni mwangu. Karibu Bwana moyoni mwangu, karibu Bwana moyoni, karibu Bwana, karibu Yesu, karibu Bwana moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Yesu, uje unitie moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Yesu, uje useme nami moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Yesu, uje unifariji moyoni mwangu. Haleluya. E Bwana, nimesikia habari zako ya kwamba udaktari wa mioyo. E Bwana, nimesikia ujumbe wako ya kwamba unaponya mioyo. Karibu kwangu uponye moyo, karibu kwangu uponye moyo. Moyo una magonjwa ya kufisha, nani ya ujuae moyo? Ni wewe peke yako Bwana ujuae moyo. Karibu Yesu, njoo kwangu moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Yesu, njoo kwangu Bwana moyoni mwangu. Wewe ni mwema, karibu Yesu, utanitia nguvu moyoni mwangu. Wewe ni mwema, karibu Yesu, utanifariji moyoni mwangu. Karibu Bwana, karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Yesu, karibu Bwana moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu moyoni mwangu, karibu Yesu, karibu Yesu, seme nami moyoni mwangu. Haleluya. Karibu Bwana, useme nami. Haleluya.